uishie milele. Kuna mtu leo hapa unaenda kumsaidia. Kuna siba ya mwanamke, kuna siba ya mwanaume. Kuna mtu unaenda kumweka kiwango kingine cha maisha. Bwana, ninaomba kibali chako ukawe mali hapa ndio ukapate kutupigania. Vita ambazo tuko nazo Bwana, tunasema si zetu, lakini tunakuachia wewe Bwana ukatawale. Wewe ni mfalme wa wafalme na Bwana wa mabwana, Mungu asiyeshindwa. Wakati tutakuita na je utakuja. Bwana, andaa kila mmoja ambaye hapo katika madhabahu ili Yesu Kristo watakapokuwa wakikuja na kuingia katika vita ambazo tunaenda kuingia za kupigana na wale Bwana walienda na nyota zetu, wapatie ujasiri na silaha watakapokuwa wakishinda. Sifa zote na shukrani zitakurudia wewe Jehova. Asante kwa neno lako ambalo linaenda kuja. Ibariki. Jesus name we pray. Amen. Basi nataka kukaribisha kila mmoja, na wale mnatupata mkiwa mbali, nchi za mbali, na hapa Kenya. Hapa ni Mountain of Disciples Ministry, mahali tunahubiri injili ya kweli. Na kwa wale wagonjwa bado nasema Mungu awaponye na awaletee uponyaji kwa kabla. Tunaenda kushiriki kitabu cha Waamuzi namba 4. Mstari wake wa kwanza, tuteremke kidogo tu. Na kwa hivyo wale mnatupata mkiwa nyumbani, injili hii utakapoipokea itatengeneza mambo vizuri sana kwa maisha. Kwa hivyo naenda kusoma, lakini kabla nisome na kuletea ujumbe mchana wa leo. Ujumbe huu unasema Mungu pambana na wao. Si watu wengine, ni wale wachawi ambao wamekuwa wakikufuatilia. Mungu pambana na wao. Na utakapokuwa ukiandamana na mimi pale mwisho utajua ni kwa nini nakwambia Mungu apambane na wao. Imekuwa wewe mwenyewe uwezi, lakini mwachie Jehova pale jile atatengeneza njia where there is no way. Atatengeneza njia. Najua Bwana atatengeneza njia, atatengeneza njia hata kwa wazazi wangu. Ndio huko tutatembea nayo. Najua Bwana atatengeneza njia. Najua Bwana atatengeneza njia, atatengeneza njia hata ya kazi yangu. Kitabu hicho cha Waamuzi, mtu huyu alikuja na mambo makubwa sana kuamua kesi kama ile Bwana anaenda kuamua leo. Kesi yako itaamuliwa tu. Masaa machache kesi hiyo itakuwa imeamuliwa, kiasi ya kwamba utambaki ukiwa huru, utambaki ukiwa sawa, kama umejitayarisha kwa huo muda tumeweka. Kitabu hicho cha Waamuzi 4 mstari wa kwanza inasema, hata alipokupa Ehudi wana wa Israeli wakafanya yaliyo maovu tena mbele za macho ya Bwana. Bwana akawauza na kuwatia katika mkono wa Yabini, mfalme wa Kanaani, aliyetawala huko Azori, na Sisera aliyekuwa katika Eloshethi wa mataifa alikuwa amini wa jeshi lake. Mstari wa 3, wana wa Israeli wakamlilia Bwana kwa kuwa Sisera alikuwa na mangali ya chuma 900, naye akawaonea wana wa Israeli kwa nguvu muda wa miaka 20. Underline that. Basi Debora nabii mkewe Lapidothi ndiye alikuwa mwamuzi wa Israeli wakati ule, naye alikaa chini mstari wa 5, naye alikaa chini ya mtende wa Debora kati ya Lama na Betheli katika inji ya vilima vya Efraimu. Wana wa Israeli wakakwea kwake awaamue.
Huyo akatuma mtu akamuita Baraka wa Abinoamu toka Kedeshi Naftali, akamwambia, je, Bwana Mungu wa Israeli hakutoa amri akasema, enenda ukawapute kwako huko katika mlima wa Tabori watu 10,000 wa wana wa Naftali na wana wa Zabuloni, nami nitakuputia Sisera amri wa jeshi lake Yabini hata mto wa Kishoni pamoja na mangali yake na wingi wa watu wake, nami nitamtia mkononi mwako. Kumbuka Sisera ni adui wa wana wa Israeli. Mstari wa 8. Baraka akamwambia, kama utakwenda pamoja nami ndipo nitakwenda, bali kama uendi pamoja nami mimi siendi. Basi akasema, hakika nitakwenda pamoja nawe, lakini safari utakayoienda haitakupatia heshima wewe, maana Bwana atamusa Sisera katika mkono wa mwanamke. Ndipo akainuka akaenda pamoja na Baraka mpaka Kedeshi. Mstari wa 10. Baraka akawakutanisha Naftali na Zabuloni waende Kedeshi, wakakwea watu 10,000 wakimfuata Debora, naye akaenda pamoja naye. Basi Ebeli Mkeni alikuwa amejitenga na Wakeni, yani na wana wa Obabu shemeji yake Musa, akaipiga hema yake mbali penye Mwamori ulioko Saanaim karibu na Kedeshi. Mstari wa 12. Watu wakamwambia Sisera ya kwamba Baraka mwana wa Abinoamu amekwea kwenda mlima wa Tabori. Sisera akayakusanya mangali yake yote na mangali ya chuma 900, na watu wote walikuwa pamoja naye toka Eloshethi wa mataifa mpaka mto wa Kishoni. Debora akamwambia Baraka, aya, inuka, maana siku hii ndiyo siku ambayo Bwana amemtia Sisera katika mkono wako. Je, Bwana hakutoka atangulie mbele yako? Basi Baraka akashuka katika mlima wa Tabori, na watu 10,000 wakamfuata. Bwana akamfadhaisha Sisera na mangali yake yote na jeshi lake lote kwa makali ya upanga mbele ya Baraka. Basi Sisera akashuka katika ngali lake akakimbia kwa miguu, lakini Baraka akayafuatia mangali na jeshi hata Eloshethi wa mataifa, na hilo jeshi lote la Sisera likaanguka kwa makali ya upanga, hakusalia hata mtu mmoja. Mstari wa 17 unasema, lakini Sisera akakimbia kwa miguu akaifikiria hema ya Yaeli mkewe Ebeli Mkeni, kwa maana palikuwa na amani kati ya Yabini mfalme wa Asori na nyumba ya Ebali Mkeni. Yaeli akatoka kwenda kumlaki Sisera, akamwambia, karibu bwana wangu, karibu kwangu, siogope. Akaribia kwake Emani, naye akamfunika kwa bushiti. Akamwambia, tafadhali nipe maji kidogo ninywe, maana nina kiu. Akapungua chupa cha maziwa akampa kunywa, akamfunika. Naye akamwambia, simama mlangoni pa hema, kisha itakuwa mtu awaye yoyote akija na kukuuliza akisema, je, yupo mtu hapa? Basi mjibu, la, hapana. Ndipo Yaeli mkewe Ebeli akatoa kikingi cha hema, akashika nyundo mkononi mwake, akamwendea polepole, akamtia kile kikingi katika kipaji chake, nacho likapenya hata kuingia mchangani, kwa maana usingizi mzito ulikuwa umemshika. Basi akasimia akafa. Mstari wa 22. Na tazama, Baraka alipokuwa akimfuatia Sisera, Yaeli akatoka ili kumlaki, akamwambia, njoo nami nitakuonyesha yule mtu mnayemtafuta. Basi akamwendea, na tazama, Sisera amelala humo amekufa, na hicho kikingi kilikuwa kipanjini mwake. Mstari wa mwisho. Basi hivyo Mungu akamshinda Yabini
mfalme wa Kanaani mbele ya wana wa Israeli siku hiyo. 24. Mkono wa wana wa Israeli ukasiti kupata nguvu juu ya Yabini mfalme wa Kanaani, hata walipokuwa wamemwangamiza Yabini mfalme wa Kanaani. Tuamini tukapate kuona. Baba, nakushukuru kwa ajili ya mambo haya yanaendelea mahali hapa. Kuna uamuzi unaenda kuamua kama vile uliamua wana wa Israeli walipokulilia miaka 20. Uliamua na ukasema Sisera lazima atawekwa chini, maana alikuwa Bwana wa mabwana amewapinyilia sana wana wa Israeli. Leo ninainua madhabahu haya mbele yako Bwana wa mabwana. Kama kuna Sisera ambaye Bwana amepinyilia watu wako mahali hapa, Mungu ishie milele, na anatumia mangali yoyote yale anatumia, najua Bwana wa mabwana kuna masaa Sisera atashuka chini kwa mangali na atakimbia minguu akitafuta kule ataenda kupona. Lakini leo Bwana umempeana mikononi mwetu kwamba Sisera leo utaenda kumwangamiza. Asante Jehova njini, maana roho kama hii ya Sisera ni ya kuvinyilia na ya kungangamiza, na kwa jina lako Bwana ukatende jambo jipya mahali hapa, in Jesus name we pray. Amen. Basi tukaandamana pamoja, na nakuambia ujumbe ni kwamba Mungu pambana na wao wale watesi ambao wanakutesa. Amen. Biblia imesema kuna mtu alikuwa ameongoza wana wa Israeli, na mtu huyu alipokufa alikuwa anaitwa Ehudi. Watu wao walikuwa wanaenda vizuri na mtumishi wa Mungu huyo, na wakaenda vizuri sana. Lakini ilipofika mahali mtu huyu akaianga dunia, wana wa Israeli waliacha Mungu. Biblia inasema alipokufa, Biblia inasema wakaacha Mungu, wakaacha kumtumikia, wakaacha kazi zote zile zilikuwa katika madhabahu. Biblia inasema mtu huyu mtumishi wa Mungu akawa ameondoka katika ulimwengu. Biblia inasema alipoondoka, wana wa Israeli walichukua mamlaka mengine, wakachukua njia zingine, na wakaanza kuabudu miungu mingine. Biblia inasema hapo wana wa Israeli wakarudi nyuma sana, kiasi ya kwamba hawawezi kumwabudu Jehova. Naye Bwana akawausa katika mikono ya mtu mmoja alikuwa anaitwa Jabini. Jabini alikuwa president na alikuwa na jemendari, komanda, mtu ambaye alikuwa ukimtuma mahali lazima kafanye hiyo kazi. Naye alikuwa anaitwa Sisera, amiri jeshi. Mtu alikuwa na silaha zote, alikuwa anajua kule bomu zinawekwa, alikuwa anajua vile watu wanafanyangwa wakiteswa. Biblia inasema akawavinyilia wana wa Israeli miaka 20. Watu hao hawakupata kazi, watu hao wakaishi maisha ya utumwa, maana Sisera alikuwa amewakamata kiasi ya kwamba hakuna mtu atatoka kule nje. Watakaa hapo hapo wakifanya kazi zile ambazo Sisera atapeana. Biblia inasema hapo wana wa Israeli wakaamua, wakasema wacha twende na tukaone ni wapi tunaweza kusaidika, maana maisha haya tunakaa miaka ni mingi na hatutaweza kufaulu kama hatutachukua hatua zingine. Biblia inasema wakaamua kuchukua hatua ya kwenda kwa madhabahu kumulilia Mungu. Wakatoka pamoja, wakaenda wakaomba na wakalia, na Biblia inasema naye Mungu akasikia kilio chao, maana walikuwa wameteseka, wamekaa miaka 20 hawana msaada. Kila asubuhi wanapoamka wako katika utumwa, hakuna mtu alikuwa anafaulu katika kazi zao. Wana wa Israeli zilikuwa zimesimama wafanye kazi za Sisera. Pigia Yesu makofi. Unaweza ukauliza swali moja, wewe umeketi, ni kazi gani unafanya leo ya utumwa? Na kwa nini umekaa kwa hiyo kazi? Kwa nini umekaa katika hicho kiwango for that long time? Ushashuka chini na kumuuliza Bwana, mpaka lini Bwana nikae katika mateso na utumwa huu? For how long? Wana wa Israeli, kitu moja inanifurahisha, walipoona mambo hayako sawa sana, walikuwa wanamgeukia Mungu, wanamuuliza mbona tumeingia kwa starehe, mbona
ametuacha. Mungu alikuwa anataka wakae sawa sawa. Biblia inasema wakaenda wakamlilia, naye Mungu akasema leo nitawainulia mtu mwingine atawaongoza, na mtu huyu mtakuwa mkienda kwake, na ni mwanamke ambaye ni prophetess, alikuwa anaitwa Debora. Debora akatokelezea baada ya Yehudi kuaga dunia, naye Debora akakuja kama nabii mke, akatoa unabii na akasema hatutakaa katika utumwa huu, na siku moja Mungu atatuokoa. Na Sisera akawa akiomba na Mungu akimfunulia mambo. Na Sisera akakuja na ujumbe ya kwamba kuna mambo kadhaa, kuna mambo yatakuja kufanyika, kuna mambo yatafanyika, kuna mambo yatakuja kufanyika kwa Sisera. Sababu Sisera amevinyilia watu wa Mungu, hawawezi wakatoka na kwenda, hawawezi wakamuona Mungu. Sisera, siku moja kazi yako itakuja kuisha. Ikawa walipokuwa na Debora, maana alikuwa ni muamuzi, unaenda kwake kama vile unakujaga kwa madhabahu, unajua nimeoteshwa, nimeona watu wakikunja, nimeona nikiwa kwa matanga, nimeona unakuja, unasikia muamuzi mwenye ako hapa anakuambia ni roho ya mauti, na kwa jina la Yesu Kristo we cancel that power. Debora akawaambia siku moja Israeli haitakuwa vile hiko. Basi wakiwa katika kiwango hicho, Debora akakuja akaita Baraka na akamwambia Baraka, nataka sasa nikutume, nasikia uwepo umekuja, nasikia silaha zimeachiliwa, nataka nikutume utafute watu hawa 10,000. Ukiushawatafuta sasa, enda ukamchokoze ule mtu akona mangali ya chuma 900. Mtu huyo alikuwa amejipanga vizuri. Sisera ni amiri jeshi wa kuvinyilia watu chini, wasikuje kuokoka, wasikuje kuona mambo yao ya kesho. Na Biblia inasema ya kwamba Baraka akatumwa, akaambiwa enda sasa tafuta watu hao ndio tutaenda na wao. Lakini Baraka akawa anamuongopa, maana mangali yale watu wameingia ya Sisera ni ya chuma. Hata mkarusha bunduki zenu risasi itangonga kwa chuma. Sasa ikawa lazima watumie njia fulani, maana watamalizwa. Mangali yao si ya chuma wana wa Israeli. Lakini Sisera kama andui ako ndani ya ngali ya chuma, na ukarusha mawe huwezi kumpata, lakini yeye akirusha risasi anakumaliza. Mungu akamwambia Debora, ambia watu watoke, na mimi mwanzo nimetangulia kwenda. Mimi niko mbele ya Baraka na niko mbele ya hao watu 10,000. Nataka kwenda kumalizana na Sisera. Pigia Yesu makofi. Sijui kama unanipata vile tunaendelea. Kuna mtu amevinyilia maisha yako anaitwa Sisera. Na Sisera siku yake ni leo. Na Sisera anaenda kuondolewa. Akishaondolewa, na pani nao mwanaume huyu alikuwa mkali sana, ujue ni mwanamke alimuondoa kwa dunia hii. Wanawake wewe, ama nyinyi ni mbasenga? Maandiko inasema akaambiwa na Mungu, nimetangulia kwenda mbele na nyinyi mnifuate. Mungu akaona Baraka vile imejipanga, akaona wanaume 10,000 wamejipanga. Basi Sisera naye akaambiwa kuna watu wanakuja kupigana na wewe. Naye Sisera akaamusha mangali yake 900 ya chuma. Wakaenda wakakutana kwa mto. Wakati huo vita zilikuwa zinapigana, watu wanaenda pale kwa mto, wako ngambo hii na wale wengine wako ngambo hii, na mkiwatisha wale wataingia na uoga, wakikimbia mnawafuatilia, mnawakata kwa panga, mnawamaliza. Biblia inasema alipoamuka akaangalia akaona kweli Baraka amejipanga. Nataka Baraka wa leo akuwa amejipanga, maana prophetess Debora ameamua kweli lazima Sisera atawekwa chini. Biblia inasema walipoanza vita, wale walikuwa na Sisera amiri jeshi wakaingiwa na hofu, maana Mungu alikuwa ametangulia. Kuna kitu alirusha kwa mioyo ya watu hao walikuwa na Sisera. Watu hao wote wakastuka, wale walikuwa na Sisera. Na Sisera akawa hana nguvu ila tu akimbie. Akatoka, wale alikuwa na wao wamekimbia, kama vile mambo yatafanyika hivi leo hapa.
wale ambao wako upande wako na ni watezi wako lazima watakimbia, watashuka. Kuna mangali mtu anasema niliona ndege inakuja ikafika mahali, ilikuwa ni mtu alinielezea ndoto hiyo. Ilikuwa na watu, imebeba watu, na wakati walishuka chini sikuwaona tena. Kwa sababu gani? Mambo haya yanatokanga pale bahari ya Hindi. Wanatoka hapo chini. Msichana wa Paisa anaweza akaelezea, alienda chini huko akapichwa chini ya bahari. Wale amukua alichukuliwa shule, na alikuwa akichukuliwa shule anapelekwa hapo na gari ya black. Mtu anakuja anamchukua, anakuja anampeleka, wanaenda wanaingia baharini. Wakasema kule chini kuna vile kumejengwa mangali huko, na wakati tunaomba mamake analeta karatasi, niombee mtoto huyu, huwezi kumpata, amepichwa kule chini ya bahari. Msichana akitoka anakualuswa huku. Watu hao walikuwa wanataka akae huko. Nikamuuliza na ni kwa ndoto, akaniambia hapana, ilikuwa live. Unaenda na gari, unaona mnaingia kwa maji, lakini wao wanajua wewe ukienda huko utaingia kwa maji, sababu huwezi kujua njia hiyo anapitanga. Sasa ndege hiyo inapepanga vitu kutoka huko, inaleta, unaona, inaleta ujumbe, magonjwa, inaleta kesi za kuacha kazi, inaleta mtu kujinyonga, alafu inarudi tena. Sisera ako na hiyo kazi. Basi Biblia inaniambia walipojipanga kivita, kuna kitu Mungu alirusha contribution kwa wanajeshi wale walikuwa na Sisera. Biblia inasema wakapatwa na uoga na wakakimbia sana, wakaenda. Na wana wa Baraka wale alikuwa na wao, akawaambia kwa sababu Debora amesema leo mtu huyu kweli amepewa mikononi mwetu, sasa tukimbizana na hao watu kwanza tumalize jeshi lake. Biblia imesema wakakimbizana na hao watu, jeshi la Sisera, wakamaliza watu hao. Na Biblia imesema hakuna mtu wa Sisera, mtu awe hata mmoja alibaki. Wote waliuliwa kwa upanga na wana wa Israeli, sababu walikuwa wamepinyilia wana wa Israeli for long time. Biblia inasema Sisera alipoangalia kaona amebaki peke yake, akaamua kutoka kwa ngali. Ningekuwa Sisera ningeingia pale mbele na mambo mengine tujifundishe. Ukuwe dereva, usikuwe mtu wa kupepwa pepwa. Kwa mtu wa maombi, usikuwe mtu wa kuombewa saa yote. Kwa mtu hata wewe mwenyewe unajua kuomba. Kama Sisera alikuwa anajua kuendesha ngali, akaingia ndani na aende kabisa kabisa mwendo wa haraka. Lakini yeye aliona miguu yake ndio inamsaidia. Anasema alipoona jeshi lake limemalizwa, akashuka kwa ngali, akakimbia kwa miguu. Amen. Na hivyo ndio itafanyika leo. Wale wanakuja kwa hizo ndege, wale wanakuja na meli kepu hizo, watashuka, tutakuhakisha moto. Biblia inasema akashuka na akakimbia sana. Alipokimbia anaelekea kwa mwanamke, naye alikuwa amesikia amevinyiliwa na maisha. Maisha ilikuwa juu sana. Isipokuwa mwanamke huyu alikimbia kwake, alikuwa rafiki na mfalme. Alikuwa rafiki sana na mfalme. Mwanamke huyu anaitwa Yaeli. Na Sisera alikuwa anakuja kwa huyu mwanamke kwa muda, sababu alikuwa marafiki. Biblia imesema namna hiyo. Akanjua mahali hapa, mahali naweza kwenda kuokoa maisha yangu mpaka nikimbie kwa hema ya Yaeli. Yaeli alikuwa ni mwanamke hodari, naye alikuwa amepinyiliwa na maisha, sababu alikuwa anajua Sisera ni mtu mbaya. Lakini akamkaribisha. Sisera ndio huyo anakimbia sana, naona akikimbia akiongopa. Anaogopa kuuliwa, anafuata nyuma, lakini anajaribu sana kuokoa maisha. Lakini anjui prophetess Debora amesema hii ndio siku ile leo Bwana amepeana huyu mtu mikononi mwenu. Pigia Yesu makofi. Kwamba leo kuna mtu amepeanwa kwa mikono yako, ukiamua kwamba mtu atashikishwa chini, mtu huyu utamkanyanga na utashuka uende vizuri sana. Hakuna mtu atakuzuia kwa barabara. Naona Sisera anakimbia sana akiongopa. Akakimbia akaingia katika hema ya Sisera. Sisera akaingia kwa Yaeli, akangonga, akamwambia karibu mkubwa wangu.
lakini ajui Yaeli ya kwamba anasikia kweli kuna unabii ulitolewa na mwanamke Debora, ule mke nabii, kwamba Sisera lazima ataangamizwa. Alipokuja, alikuja akiwa amechoka. Ukiona mtu kama amekimbizwa mahali, anakuanga ameshtuka. Ulisanga Chris na Alex, what happened? Kulikuwa na mama hapa mbele, alikuja kwa mkutano. Ni kweli Chris? Basi walipofika pale wakapatana na mwanamke huyo Sisera. Mwanamke huyu anakaa kwa hiki kijiji, sasa sijui nyumba yake, na hapo nakucha leo. Kanisa yao iko pale Primason ni hapa Milimani. Sasa ako na kucha kubwa, na kuna watu marafiki walituomba vyombo hizi waweke crusade, na wakaalika Chris na Alex. Alex ni brother ya James. Sasa hao ndio walikuwa mabingwa, na wale wanatarajiwa wakikutana na marua machafu wanapiga. Wakakutana na mwanamke huyu. Mwanamke wakaona ameshika pasta hapa, na mwanamke huyu akikukwala namna hiyo amekutoa kafara. Ikakuwa ni pasta anapigana na yeye, ameacha maombi. Kilisi wakaona hivyo, wakasema hapana, wacha tukimbie turudi kwenye tumetoka. Ndio kuna usalama. Kilisi wakakimbia kama Sisera. Hawa kuchukua pikipiki, walikuja miguu. Tukasikia pasta umeharibika. Kamuliza ni nini? Mwanamke ako pale. Sababu ule mwanamke akikukwala namna hiyo, aone damu umeondoka. Ikawa pasta ameshikwa na ako na ujumbe ule mwanamke. Huyu akikukwala pasta umeenda. Mpaka kuwa amejipanga. Akawa anapigana. Pasta akasema, na wapangu ile ngoko na. Wewe unjana kwa vita, wewe enda ulise Sisera. Sisera ni mwanaume, alikuwa mtu hatari sana. Wakawa wanapambana. Hapa. Mwanamke huyu anaishi huko. Na tukasikia tukiweka crusade, anakujaga kwa makrusade na anashika pasta. Kisha amefika hivyo, ana make sure ibada hizo za crusade asitaendelea. It was my first time kuweka crusade hapo. Na nikakuja nikaweka laini, nikasema nimesikia kuna Sisera, na wewe kama ni Sisera uvuke hii laini tuonane. Nikasikia watu wakiniambia ako hapa kwa mkutano. Umemwona pastor? Ule mwanamke tulikuwa tunaona huyu hapa. Kaambia sawa. Nikatangaza tena, kama uko na nguvu mpya zingine za kusimamisha ibada, haanza kutafuta njia ya kukuja. Mwanamke akatoka kwa mkutano akaenda akasema, hapa hii ni Kiislamu. Sisi tukiingia kwa picha tumeingia. Na yeye akatoka akaenda. Amen. Kwa hivyo hii kitu tunaelezea ya Sisera, Kilisi washafanya na Alex. Washakimbia wakashuka kwa ngali, akakimbia miguu. Amen. Mpigia Kilisi makofi. Yeah. Kama ni leo angesimama na mwambie no, niliona akiua mbuzi, sasa hako na roho hiyo, anaweza akapigana. Sema amen. Basi Sisera akaingia pale kwa mwanamke Yaeli akiwa amechoka sana. Biblia inasema alikuwa amechoka. Akamwambia Yaeli, si unisaidie na maji, maana nasikia kifua imekauka, nimekimbia. Sisera akanjua mahali nimeingia ni mahali pazuri. Na mwanamke huyu akamkaribisha vizuri, akamwambia karibu sana, na hata kama sina maji mimi, lakini badala ya maji nitakuwekea maziwa. Akafungua chupa akampatia maziwa. Lakini anjui mwanamke huyu amemsaidia namna hiyo, anampatia maziwa. Huyo ndio chanzo cha kumbaliza. Hakujua. Basi alipokunywa maziwa, kivua ikatulia, maana ilikuwa imekauka. Akona uoga, amekimbia sana. Kabika mahali akamwambia, nataka nimtulie kidogo, lakini simama kwa hema, utaona kuna watu walikuwa nyuma yangu wananikimbiza. Wakikuja kwako wakuulize kama kuna mtu ameingia hapa, waambie hapana, hakuna mtu ameingia. Na Biblia inasema Yaeli akaupatia mahali pa kulala na akamfunika, sijui baby show. Akamfunika na akamfunika kabisa mpaka uso. Na mtu akiwa amechoka usingizi unampatanga haraka. Kumbe
Kumbe mwanamke huyu Yaeli ako na ujumbe wa Ndipola, leo Sisera lazima atoke kwa dunia hii. Kuna vitu zinavunganga ema pikingi kama mazita ya chamba. Ilikuwa imetengenezwa vizuri. Akakuja Yaeli akasema, leo tumekamata mkuu yule wa Ngisa ambaye ametawala wana wa Israeli kwa miaka, na kwa sababu wako katika mikono yangu, lazima leo mwanaume huyu anaitwa Sisera nimweke chini. Akakuja akasikia, anasikia kweli Sisera amechoka na amelala, usingizi umempata. Akachukua hicho kikingi, ni mwanamke Yaeli, na akakuja, maana ni mwanamke hodari. Vile mtu huyu amelala, akakuja na akachukua nyundo, na kwa uso yake akangonga kile kijiji hapa kwa kipaji, kikatoka kutoka hapa mpaka kikashika mchanga. Huyo mtu akafanya hivi, akasikia kweli nimeenda, akalisha mikono hivi na akaondoka. Biblia inasema Sisera akafa tu. Sababu ilikuwa Ndipola amesema ule prophetess na mke kwamba leo Sisera lazima ataondoka tu. Biblia inasema ikawa nyuma yake wale watu wakakuja, sababu alikuwa anajua watu wanamfuata. Wakaja na Baraka alikuwa amejipanga vizuri sana. Akasema mtu huyu lazima nimalizane naye, hata kama ataingia wapi. Akakuja kwa hema akamuuliza ule mwanamke Yaeli, kuna mtu ameingia hapa? Lakini kabla amuulize, alipomwona kule Baraka anakuja, Yaeli akamwambia, kuja nikuonyeshe ule mtu ametuhangaisha miaka yote. Akakuja, alipokuja akaangalia akapata Sisera amepikiliwa kikingi na kimetoka hapa mpaka kimengonga kwa mchana na ameenda. Unaambia ukatimia wa Ndipola ya kwamba mtu huyu amepeana mkononi mwenu. Alipoangalia hata Baraka hakuna kitu alimfanyia, sababu utafanyia maiti aje. Kumbuka nabii Ndipola alikuwa ameambia Baraka, sifa hizi asitakuendea wewe, lakini itaenda kwa mwanamke. Na unabii huo ukatimia ya kwamba Baraka ameongoza kikosi kikachokoza wale watu, lakini mambo hayo yote na sifa hizi zote zimerudi kwa Yaeli, maana ndio amemalizana na yule mtu mbaya. Unaweza kuwa leo Sisera anakufuata, ujawahi chukua hatua. Wana wa Israeli kitu walifanya, walienda wakaomba, maana walikuwa kwa mateka miaka 20. Na mimi sijui Sisera mwenye ako kwa maisha yako amekukalia kiwango gani kiasi ya kwamba uwezi kwenda kule, na safari yako yote ni limited, uwezi kusonga mbele. Once unataka kuchukua hatua, unapata milango imefungwa. Wakati unataka uponyaji, unapata magonjwa ndio yanaachiliwa mengi. Nikasikia kuna mtu ako na sifa leo ya kikazi, kuna mtu ako na sifa ya kwamba nimefunguliwa na hakuna tena kungandamizwa tena na Sisera. Tunapoingia kwa maombi, utachukua karatasi yako, ujipange nayo na uinenee. Umwambie Bwana, mambo ya kungandamizwa na wachawi na wanganga sitaki. Mambo ya kutawaliwa na watu ambao hawafai sitaki. Bwana, nataka nikuone. Na hapo umwambie, na mimi nikishafaulu nitakuja kwa madhabahu. Kuna msichana alikuwa hapa, nikamwambia omba hii maombi, sababu hii maombi itakusaidia. Hakuwa na kazi, hakuwa amepata ndoa, kila anayempata nawe anaenda. Nikakuja nikamwambia, basi mwambie Mungu jambo kwamba ukipata kazi na Sisera akiondoka kwa maisha yako, utamfanyia Mungu nini? Akakuja akasema, nikipata kazi, mshahara wangu wa kwanza utatumika katika hii madhabahu. Nikaona ni jambo gumu, huyu mtu hakuwa na kazi, na kwa sababu amepata, afanye tena mwezi mzima na ile pesa yote akaleta hapa kwa madhabahu. Nikamwambia ni jambo ngumu, lakini ninaona sasa maisha yako
milango imefunguka kulingana na uamuzi wako. Hatukumaliza siku 2 3 akaitwa kazi. Alipoenda kazi nikataka nisimkumbushe kile alisema. Baada ya hapo nikapata amepewa pesa mingi na akaenda akaleta fungu la 10. Hakuna kitu amechukua hata shilingi moja. Akachukua fungu la 10 akaleta. Kumbuka analia, naona machozi yake hata sasa hivi. Amepata kazi nzuri. Akaleta fungu la 10. Akaangalia vitu zenye asikuwa hapo kama ingita akanunua. Na pesa hiyo yote ikafanya kazi, ingine ikalipa rent. Kila kitu ikaisha. Akabaki ana chochote. Nikamwambia, now it is your time. Kutoka hapo Mungu amembariki. Kule anaishi siwezi nikaishi. Pesa zenye ako nazo siwezi kuwa nazo. Ako mbele. Amenunua mashamba, sina moja sasa hivi kwa hii madhabahu. Sababu aliamua kumalizana na sisi. Most of time alikuwa msichana wa kulia. Anasema hapana, this is not my life. Hii maisha tumekaa si yangu. Alikuwa mtu wa kulia. Alikuwa anajali hata wandoko wake. Alikuwa anajali kanisa. Mpaka nikamwangalia nikamwambia, one day the Lord will bless you. Alikuwa anajali wasasi wake. Hakuna siku alikosa ibada. Muamini Bwana leo na waamue jambo moja. Sisera akiondolewa kwako, utafanya nini? Ni nini utaamua ufanye kwa hii madhabahu? Mimi nimeona watu wengi hapa wako na maisha mazuri. Unaweza mkaenda mbali. Lakini njia zimefungwa. Sisera amewangandamiza. Wengine wamepita hiyo miaka 20 lakini hawana uamuzi wote. Kuna vitu umeandika hapo. Sasa kutaka kumalizana na Sisera. Na leo umesikia ujumbe unasema Sisera leo ambaye anakutafuta, ambaye amekuvinyilia, leo atawekwa mikononi mwako kama uko na imani. Ukiamini leo ataondolewa, na kesho tarehe 28 utakuwa na mambo mapya katika maisha yako. Yes, muamini Bwana katika hii safari. Simama na miguu yako ukiwa umeshika karatasi hiyo, sababu kipindi hiki kimefikia. Kuna mtu utamhurumia sababu hakukuambia anakutesa. Anaweza kuwa ni mtu wa nyumbani, lakini punde tutakapowakisha moto, kazi zake zote zitaanza kuisha na mambo mengine yatafanyika, mambo makubwa ya pitisho. Ule mtu kuna vile Mungu ataenda kumwangamiza. Kumbuka Mungu alimwambia Baraka, nitakuvutia Sisera akuje karibu na wewe. Basi akishakuja malizana na yeye. Na peana watu wao wote mikononi mwa Bwana, wale wamekuwa watesi wako. Naye Bwana pambane na wao, ndio ujumbe wetu. Utakapoingia kwa maombi, mwambie Jehova Jire, pambana na hao watesi wako. Osha. Hata kama ni kushuka kwa miguu, omba Sisera ashuke. Nikana na yeye. Kama yeye. Anasema ya kuna what teaches you what is best for you. Amini Bwana leo. Yeyote alikushika kisirani, nasikia lazima anakufua. Kumbuka ilisemekana nitakuvutia Sisera, na wachawi watavutwa. Kila aliyekutesa watavutwa, watateswa bila anakufinyilia. Kuna mtu wa maombi sasa hivi, amini Bwana atatenda jambo jipya. Yeye ni mfalme wa wafalme. Anza kuomba mwenyewe, ukamwambia Bwana, wewe nisaidia yote, na ninaamini Jehova Jire, wewe unaweza tu. Najua Bwana atatengeneza njia.
Sisera alileta vita katika familia yenu. Sisera kutaka amani ikie. Kwa jina la Yesu Kristo, Bwana wa Mungu aliye hai. Sisera akili jeshi. Mtu huyu kuweka chini kwa maombi kwa jina la Yesu. Anza kuomba. Wana wa Israeli waliingia kwa maombi na wakaomba baada ya kumiminiwa miaka 20. Waliamua waombe. Hawakujamasa. Na sitaki kuona mtu amenyamaza. Nataka kuona mtu anakemea Sisera. Mwambie Sisera, toka kwa familia yetu. Sisera, toka kwa maisha yangu. Sisera, achilia maisha yangu. Mimi sikutaki. Sisera, hautakuwa rafiki yangu. Wala Sisera umenitesa. Sisera umenitesa. Sisera, na sikutaki tena. Kataa maisha yake. Kataa huyo rafiki ni mbaya. Huyo Sisera ni mbaya. Na leo kama kuna mtu alikuendea, kwa jina la Yesu Kristo, masaa yake imekaribia. Naona wachawi wameanza kushika na wasiwasi. Maana kuna kitu inatendeka katika anga. Mungu anatangulia mbele. Bwana anatangulia mbele. Pasa sauti yako juu. Pasa sauti ya maombi. Mwambie Bwana, nimeteseka sana. Na niko na hitaji mali yangu. Niko na mahitaji yangu. Sisera, sikutaki tena. Toka kwa maisha yako Sisera. Bwana mchana wasema tembea huku mara si mzuri. Mtu si mzuri sana. Tembea Sisera. Sieni na wewe. Mimi naenda na baraka. Nikachukua ushindi wangu. Naenda na baraka. Kuna prophetess. Kuna nabii mkeni bora. Kuna prophetess ni bora. Ameamua kesi yenu. Ameamua kesi ya familia yenu. Anza kuomba sasa. Mwambie Sisera. Leo nimekushika mateka. Leo nimekukamata Sisera. Hauna uwezo. Naona Sisera anakimbia. Naona Sisera amechoka. Naona anaitisha maji. Naona amekauka. Sisera ako na kiu. Vita imeanza. Wala wachawi walikuendea. Wala wanapita. Wala amenyakulia mbele. Anakushika mkono. Anakushikania. Na vita imeanza. Anza kurusha na kurudeta.
unaoshindwa, unaopanga. Yes, yes, kataa watu, kataa watu. Sio wazuri, ni maadui, ni maadui. Walikuja kama marafiki, lakini ni maadui. Walikuja kama marafiki, lakini walikuletea delay. Kwa jina la Yesu, maliza na wao, maliza na wao kwa maombi. Yes, tuna moto, tuna moto, tuna moto na moto, tuna moto, tuna moto, tuna moto, wachome na moto. Yes, kuna watu ambao wanashughulikia, na kuna watu ambao wanashughulikia. Sisera, sisera, tumekukamata, hauna uwezo, hauna uwezo, hauna uwezo. Achilia maisha ya msichana, achilia maisha ya kijana, achilia maisha ya mzee. Sisera, 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 toka magari yako, toka magari yako, toka magari yako. Sisera, wewe tumekamata maisha yako. Sisera, sisera, unakamisha madhabahu. Sisera, unakamisha madhabahu. Tunakwenda chini, tunakwenda chini, tunakwenda chini. Yes, 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 sisera, tunakamata, tunakamata njia zako, tunakamata kila roho, tunakamata kila utatu wote, tunakamata, tunakamata, tunakushika mateke. Hauna uwezo, tunakuua leo, tunakuua leo, tunakuua leo. Wewe na wanajeshi wako, wewe na wanajeshi wako. Yes, wewe na wanajeshi, wewe ndio wazazi wao, wewe ndio umeua watu, wewe ndio umeua watu, umewakasa watu, umewakasa watu, umewakasa watu. Sisera, nakupigilia chini, nakupigilia chini. Achilia kazi, achilia kazi hizi za watu, achilia maisha ya watoto wako, achilia maisha, achilia, achilia maisha, achilia, achilia, achilia. Kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sisera anapita, sisera anapita, sisera, sisera. Hauna uwezo, hauna uwezo, hauna uwezo, hauna uwezo. Yes, yes, achilia moto, achilia moto. Sisera washauri, sisera wamoja. Yes, achilia maisha yao. In the name of Jesus. Oh my Father. Inua mikono yako juu, anza kupigana, anza kurusha moto, anza kurusha moto. Ndio watu, wazazi wako wasiogolee. Toa alikamata ndoa yako, sisera ndio alikamata kazi yako. Usiendelee mbele, bali na kwa usikiane. Kwa jina la Yesu Kristo, kila roho, kila roho, kila roho, kila roho ya kanisa, kila roho ya kanisa, kila roho ya utesi, na njia zao ziwe giza na utelezi, njia zao ziwe giza na utelezi, njia zao ziwe giza na utelezi. Yes, walaani kwa jina la Yesu, 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 walaani kwa jina la Yesu. Ndio watu walichukua ndoto yako, ndio walichukua ndoto yako, ndio walichukua kibali chako. Yes, watu vita inaendelea, vita inaendelea. Kule dukani, kule kazini, hapa kanisani, kule dukani, kule kazini, na hapa kanisani. Pigana, 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 baraka, pigana, baraka, baraka, pigana, baraka, ukolea maisha. Yes, yes, pigana, pigana kinyume, pigana kinyume, pigana kinyume, na kila roho, pigana kinyume, na maroho ya Sisera. Ndio walipandisha ndoa, ndio walipandisha masomo, ndio walileta magonjwa kwa wazazi wako, wazazi wako ambao wamekuacha mapema. Tunaona Sisera alikamata maisha yao. Kama ni staki urafiki na Sisera, urafiki wa Sisera, mpole, kamata hiyo roho, iweke chini ya miguu yako, ikemea kwa jina la Yesu. Oh Yesu, oh Yesu. Aijulikane
What
Tumechoma maisha
moto wa maji ya uzima wa milele, hakutakuwa na kukauka tena kwa jina la Yesu. Kila washawi na kila maisha yote yalikuwa na moto, sasa ninaleta moto mpya, naleta maji. Mahali kuna maji hakuna kukauka tena, hautaona kiu, hautaona kiu tena. Kuanzia leo maisha itakuwa sawa kwa jina la Yesu Kristo. Nasema kila makali ya washawi, nasema kila mishale yao, nasema kila mishale yao kusimama juu yao, wako chini ya nyayo zangu kwa jina la Yesu Kristo. Hawatakuwa na uwezo tena. Kuanzia leo wewe ni mtu mkubwa, kuanzia leo wewe ni mtu wa maana. Hata kujitabilia mambo makubwa, namwambia Bwana nimewakanyanga. Hata umesimama kanyanga mimi, sema sisela nimekukanyanga, hautakuwa na uwezo kwa jina la Yesu Kristo. In the name of Jesus. Hawatakuwa na uwezo, hawatakuwa na uwezo. Sitangulia Bwana, ninatamani kufika. Sitangulia Bwana, ninatamani kufika. Sitangulia Bwana, ninatamani kufika. Sitangulia Bwana, ninatamani kufika.
kupambana na wao wale watesi. Asante mfalme wa wafalme, maana kuna mtu umeokolea maisha yake. Kama vile tumewakisha moto, hivyo ndivyo hiyo moshi inaelekea kwa wachawi na waganga walioteza maisha yetu. Na kuanzia dakika hii tunatarajia mambo makubwa yale tunaenda kusikia kupitia kwa mitandao yetu, kwamba Bwana umetushindania. Na hivi leo tunapata maushuhuda kwamba wakati Sisera aliondoka, hivyo ndio milango ya uponyaji ilipatikana, milango ya kazi, milango ya kwenda ng'ambo, milango ya kufaulu. Asante Jehova, maana unastahili. Asante maana umetuondolea vita. Prophetesi Debora ameamua leo kwamba na akasema Sisera anaenda kuangamizwa. Asante Jehova chini, maana umefanya jambo ambalo ulikuwa umekusudia kuifanya leo. Tuatilia maombi haya na mahubiri haya, ukatengeneze njia kwa mtu. Na ni kwa jina lako Bwana tuomba tukiamini.